Yes, the story. Unajua sasa hakuna kitu baya kama kuitwa kwa nyumba ya mtu. Aje unaenda straight kitchen. Unaenda straight kitchen. Naongea na wewe. Lakini huko ni kwa bachelor. Sisi tunajua. Kwa kapila yetu hakunaanga bachelor kwa chakula. Ukiingia kwa Waluhya ile chakula inakuliwa na family, bado ndio utakula kwa bachelor. Hii ni standard. But kuna Omwami, siku hizi anaitwa Omwami. Omwami Edwin Sifuna. Sifuna mwenyewe. Edwin Sifuna, unajua waliingia kwa hii serikali kupitia mkataba. Mkataba. Unajua uzuri wa rao hakuwa anaingia. Ati tu hivyo kimalamala. Alikuwa anaingia ili hata nikikufa. Yes. Hata nikide. He was ready for this kind of things. So alidedi. Na mkataba ilikuwa ina expire because baba alikuwa mkataba zake ni very short term. So ilikuwa inafaa ku expire tarehe 7. Yes. Hiyo ilikuwa I think 3 days ago. Yes, 3 days ago. Sha expire. Hakuna broad base sahi. Kulingana na Raila Odinga, si kulingana na wengine. Yes. Kulingana na baba. Mkataba ili expire 7th March. Sasa lakini sasa unaona Oburu Odinga na Wanga na hiyo akina Junet. Yes. Waliruka wakasema hakukuwa na mkataba. Hakukuwa na 10 point. Hiyo ni kitu watu wanajiekelea. Sasa Sifuna nimeona ameweka nini bwana? Manze. Umeona hiyo nini ya Sifuna? Nimeona. Because unajua tena ikikuja kwa mambo ya machama, sheria inasemanga the SG. Yes. The Secretary General is the signatory. Sasa shida ni ati signatory wa ODM ako sasa mahali kunaitwa Linda Wananchi. Alindi chama, analinda mwananchi. Alafu huyu mwingine mwenye ameletwa anaitwa Omano. Ndio mama ama nani? Huyu watu wa ODM unasema huyo hata kama anajua kupiga signature but signature yake sisi ile kitu tunajua. Unajua kuna haya kuongeza ati make shift kwa kitu. So mother ko powerless kwa story because Sifuna ndiye alisign. Unakumbuka na Sifuna was very disturbed. Ile time walikuwa na sign ulimuona alisign alikuwa shingo upande sana. Hata alikuja na t-shirt. Nakumbuka tukano akiambiwa ati hajaheshimu rais. Bana. Ati hezi vaa suti. Alifanya shingo upande. Alifanya tu Judy Baba. Na of course amekuja hapa na ameandika a very sad post pale Facebook. Anasema baba they have woken up today to mock your legacy while swearing in your name. You don't have to be an English professor to understand what Baba wanted. It's there in black and white. Progress report to him every 2 months and a final report to the public last Saturday. Now they are putting words in a dead man's mouth. Give us a signal, Jacob! Hey! Si unaona mpaka Sifuna anasema mzae uzuri sasa warao ilikuwa hata akidedi. Sasa vitu kama hizo watu wanaweza ongea because there was supposed to be some renegotiations. Na nimeona si unajua nani alikuwa Siaya ni jana ama ni juzi Ruto. Yes. Hizi ndio stories zilikuwa zimempeleka. So unacheki wale watu wako follow news. Mama Aida alibuiwa. Ukishaona Mama Aida anabuiwa jua ni kuba Jumadheni inaweza kuwa ile job alichukua. Ndio. Ile job ya UN. Ndio. Ndio inaleta shida. Sababu sasa unajua sasa pande hizo huyu mzae haezi akapitisha stories za ODM. Kama huko ground iko, unajua ground iko tense. Unaweza pitisha hizi vitu zao zenye wanasema sababu Buru nilisikia akisema there was no 10 point. Agenda. The 10 points hazikuwa na power. Hakumaliza hiyo statement. Watu wa Siaya walianza ala kwani tulikuwa tunaona nini? Jini kucheza na legacy bwana. Sipesi kibaka Sifuna anakuzia legacy. Wanakuzia legacy. Baya sana. Sijui vile Ruto atamanuva hii story. Hii ni ngori. Because sasa lazima sasa ata negotiate na akina Junet. Tunajua akina Sifuna hawako. Na sasa shida ni akina negotiate na hawa. Atapatia akina Sifuna sasa njia ya kusema wale hawako ODM. Unajua pia hawa jamaa wanapigania hiyo chama. Mbaya. Mbaya. Niliangalia kama vile walikuwa huko Siaya. Hao watu huko chini unajua mafans. Wanasema watakubali Conman achukue chama by Conman chama nani ina Junet. Huyo ni hatari. Alafu kitu interesting for the very first time ODM inajulikana na kuwa na presidential candidate. But so far hakuna.
Yani iko wako tu wenyewe, kifo ya baba hapana cheza baba. Hakuna. So sinajua watu wa ODM wamechangamka sana hapa kwa Sifuna, naona ni wengi. Mbaya. Unajua Sifuna sasa ndio kama kiongozi wa ODM kulingana na sasa yeye ndio kusema. Ndio kusema. Akiruka hizo maeneo ya ODM, wacha niseme akiruka ODM strong zones. Western, Nyanza, wapi. Watu wanachangamkia sana. Na of course kuna watu wa Kenya vile ulisema ile science yako ya watu idlers. Ukosangi idler pia kwa comment section. Kuna jamaa hapa anasema two from nowhere. Anasema stealing the village drum is good, but where to beat the drum is the main problem. Sasa hiyo inakujia wapi na hii mambo ya siasa? Inakuja na ODM. Si nimekwambia unajua nini, unajua mimi wangafano wa bunge la wananchi. Na siku hizi kuna branch, kuna Western branch, kuna Nyanza, kuna hii Jivanji, kuna hii CBD, kuna Jakaranda. Sasa ile ya Nyanza walikuwa wanasema chama iko na wenyewe. Tunataka tuambie tu Oburu sawa na Yose pia saa nyingine usai na bisa hodi. So when it comes to itakuwa shida ikikuja kwa nominations. Watu wataletwa na akina Ruto. Ati warana ODM watadhari kwa vile hujawahi moja utacheki. So yetu ni of course comment section hapa kwa Sifuna. Kuna mtu anasema sisi tunangoja rallies. Resume rallies. We need the way. Lakini Sifuna amekuja na moto ingine sana. Na kuna watu wanasema ni moto ya mafefe. Wewe unasema aje? Hapana, si moto. Yake si ya kuzima. Hapana, si moto ya mafefe. Yake ni moto. Si moto ya mafefe. Unajua sasa walifanya blanda kumtoa pale kwa ile position. Kwanza hapo ndio unajua Mwanga anarudia tu kwa Unye kila saa. Nasema Unye, si unaona kutoanga Ruto au kutoaga mtu yoyo. Sababu kutoanga mzee sasa anaanzaga. Sasa mnaona vita yenyewe. Aona Gachagua. Bila sasa na Rigiji. Mbaya. Angekwama tu naye hapo miaka 5 ishe. Haya, kuna mtu anasema when the dead is at rest, let his remembrance rest. Hizi zako sasa ni drama tupu. Sasa si anajaribu kusema si anajaribu kuguza hiyo story yenye Sifuna amesema baba, they are playing with their legacy. So wanajaribu kusema amepumzika. Sio ndio message mpaka akina Ruto anajaribu kupush. Ati huyu jamaa alishaondokea na alituacha. Alituacha kwa serikali. Hata nani amesema hivyo jana. Ni Mbadi. Sisi tuliwachwa ndani ya mafuta na nyama. Sisi toka hapa. Unatoka tuende wapi? Na watu kama huyo anaitwa nani Junet wako na table manners sana. Wakikula hawaongei sana. Mimi unajua sasa kama mdadisi wa siasa nimekuwa nikisema si wa blame. Unatoka uende wapi? Swali ni hiyo by the way. Ni wapi unaenda? Unaenda wapi? Mimi si wa blame. Anyway, that has been the story. Yetu ni macho. Wewe andika pia wewe una feel aje hii ODM mwisho itaenda up kuwa wapi? Andika kwa comment section pale ndani ya the story. That has been the story with your host Wamiti the Brand, of course alongside Rapture Scientist. Asante sana and see you on the next one.